niwakumbushe Watanzania wenzangu na wananchi kwa ujumla, tupende kusoma sera za chama husika. Yaani hichi ni kitu muhimu sana. Tupende kusoma sera za chama husika. Zinapatikana ndani ya ilani ya chama husika. Sasa kinachotokea ni nini? Watu hatusomi zile sera au hatuelewi sera za chama husika. Kinachoenda, tunaenda kutengeneza vitu kwenye mitandao ya kijamii kuwaaminisha watu kwamba hichi chama au kiongozi huyu hajatekeleza haya, basi hatumuhitaji kiongozi huyu. Ngali wananchi wenyewe hawana muamko wa kusoma kile kilichoandikwa kwenye ilani ya chama husika. Mimi nilikuwa naomba wananchi wawe na muamko mkubwa wa kusoma maandishi yaliyoandikwa kwenye utekelezaji wa ilani wa chama husika. Kwa mfano Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kina ilani yake. Ndani ya ilani yake kuna sera ambazo zimesemwa mle. Mambo yamezungumzwa yanayoenda kufanyika. Sasa yale yaliyozungumzwa mle ndio ambayo yanabebwa na viongozi, yanaenda kuzungumzwa kwenye kadamnasi ya wananchi na kuwaeleza yanaenda kutekelezwa. Shida ni moja, tuna imani kwamba yaliyokuwa mle yote yatatekelezwa kwa 100%. Kitu ambacho ni kigumu. Imekaaje hii? Yaani ni kigumu kutekelezwa kwa 100% kwa sababu kuna swala zima kama ulivyosema la vipaumbele, lakini kuna swala zima la matakwa ya wananchi kwa muda fulani. Unaweza ukawa una vipaumbele ndani ya ilani yako ya chama na bajeti pia imekaaje, alafu ukajikuta kwamba umeenda ndani ya miaka 4 ukajikuta umetekeleza kwa 80%, 20 imebaki. Sasa wananchi waga waangalie, au wananchi sisi waga tuangalie mazuri. Kama umefanya mazuri 80, 20 haujayafanya, wale ndo wanayabeba sasa. Na wanaoyabeba ni watu wengi wao ambao hawana shukrani. Hivi kweli umekaa na mzazi, amekulea kuanzia chini, amekusomesha, umeenda chuo kikuu, umepata kazi, mzee unaye yuko hai, unashindwa kumhudumia babako, au unashindwa hata kurudi kusema bwana baba asante. Sasa wewe mtoto unatoka unaanza kumshutumu sasa baba. Unaanza kuwasema wazazi wako, wewe bwana mimi hujanijali, mimi nimefanya hivi. Hatujui yeye ndo kakuleta hapa kwenye ulimwengu. Kwa hiyo hata katika utekelezaji wa haya majukumu kuna hivi vyama vikongwe. Tukisema chama kikongwe hapa Tanzania tunazungumzia CCM. Ndio chama kikongwe ambacho kiangalia nyuma ndio chama ambacho kimeweza kuleta maendeleo kwenye nchi hii. Na tunazungumzia kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa sana. Ni kikubwa kwa mfumo gani? Ni kikubwa kwa sababu ndicho ambacho kimeleta maendeleo